Nikurokire gicanjamana mbitika mwena wa Ruiru. Ino ni county ya Kiambu, itura-ini ria Gitothwo hakuhe na prisons, thutha wa aikari gwikorwo makiyumiritie na marakara maingi muno na magikorwo magikihinga barabara iria ikiumite tauni-ini ya Ruiru guthie ngina tauni-ini ya Kiambu. Gitumi kia gwikorwo makihingite bara ino magikiugite ati ni gugikoretwo na uhaguku wa ugitiri thiini wa itura riri. Aikari aya magikiugite ati ni gugikoretwo na ikundi cia nyanake iria cigikoretwo cikimohia makiumira mawira na magaikorwo makimatunya indo ciao o hamwe na guikorwo makimahura. Giki nikio gitumi agigicungiririe magikorwo magikiumira na njira nene guikorwo magikihinga barabara ya guthie mwena wa Kiambu. Oho ni magikiugite ati hwai wa gukia umuthi gukiri na muiretu uragikorwo agigikua kumana na wikina uyu uria akiwikaine ta Masi. Maabitha a borithi ni magikorwo magigiuka na magikorwo magikigeria guikorwo makiaraniria na aikari aya niguo magikionekana ni magwikorwo magigikiona kihonia. Ndirakenda ngoro ngigutiga ukirorere uria maundu magukihanaga. Ino tutari murari nake ye jetagwo Masi no rio rakwire ni Masi no nikira kiradura muno ri tutureto tuyagwo ye ndi muira tondu ndanahura nginya mundu no ni muicide nyitete ng'au no reke tuge hakwa ni atiriri haha ni tunogete naho tondu kumara tukire guku tuturaga tuyetu tukarehe tukahe OB tuigwa kam tutafuatilia when are they going to confirm our problems? Tushachoka. We want the girls who are working here to tell us after kufuatilia imefika wapi. Na kama wamechoka tupate the new guys. Ama tupate operation the guys that can work for us. We are tired. Sisi mali nimefika, I'm not talking more. Nitapumzisha Masi, is my best. I have done whatever I can do. Na mali nimefika sina kelele. Lakini in this prison we want peace. As well guys, we want peace. Lakini security ya huku Gitothwo tupati kama ndio operation ya 2 weeks ama 1 month tupatile, na kama ndio watatusumbua waende, na kama tunachokesha hata sisi tunaweza fanya. Tumefanya ni YS, tunaweza kuwa kisi tusimame na ground, na tukishika mtu tunacho hata mimi ni mzazi kama wangu utapata kama ni wako nitapata, kama wako ni mwizi ongelesha, kama ni wangu ni mwizi nitaongelesha. Lakini kwa ground sasa mjue tukikupata kama wewe mtoto hatudai kujua ni wa fulani, tunacho tushacho. Kama wako naiba ongelesha, kama wako anafanya tabia mbaya ongelesha, lakini for the ground umefanya nini? Hakuna kesi sasa. Sasa tuongei. Mimi ni mzazi lakini tumechoka. Kila mtu angangane na hali yake, lakini for the government tell us what's the way forward? What's the way forward? Talk to us guys. We are with the big people. Watu waambie the way forward. That's all. Thank you. Mama wacha kusema hai. Hakuna haki yako kuvuka barabara, na unisikize sasa. Nimewasikiza pia. Nimewasikiza kwa ukirefu. Hauna haja ya kuingia kupitia barabara. Kama nishike kisofu shida zetu, na nimewaongeresha, na nimewaambia nimesikia hata wakubwa wangu. Tunakuja hapa saa 9. Lakini kama hiyo haifiki kwa masikio yenu, sasa barabara tutafungua. Wewe barabara tutafungua, munisikize vizuri sana. Lakini singetaka tutumie nguvu, because mimi naelewa, umenielezea na nimesikia. Hata nyinyi mngetupea nafasi, mmeongea, muone kama kuna kitu itatendeka.
No, don't expect ati saa hii tuanze kubaki mizigo hapa tukienda. No. Hata sisi mwenye ametuajiri kuna procedure. So kama hamunielewi kufikia hapo, sasa mimi sitakubali tena mtu anahangaika pale, maybe anakimbia hospitali, tunamfikia barabara na shida zetu. Sisi tu ndio tutazimaliza. Sijui kama mnanielewa. Okay, let me start for this one. Sio watu waje kama watu. But sasa wacha hivyo, hatujaongea, tukutaneni saa 9, si hapa. Haya, fungueni barabara wazima. Tukutaneni pale. Kwa nini saa 9? Niko na wakubwa wangu mahali naelezana ile shida iko, na kuna hatua ingine siwezi fanya, na ndio nikawaelezea kwa heshima. Nitaleta hospitali hapa kwa heshima, hata mimi nimesema heshima, lakini mimi nataka hospitali whatever. Mimi kesho asubuhi with immediate. Mimi nimesikiza, nimesema hata kusema hapa tunaweza ongea utakuja ongea sasa wale pale tufungueni twende pale. Wakiapa tufunge tena. Twendeni pale. Kuonesha imani. Kwani kuonesha imani za watu. Haya, tufungueni twende pale. Nona ya mimi nataka nini kovita mravita ikiti musema ni ofara higeto na watu wanapiga simu mbali sana, hatuwezi pita, hatuwezi peleka watu hospitali. Sasa inafika usi hapo hapo ni kundi kama inakuwa bora kama hatuwezi enda kuangalia ya mambo watu wana hata bila kataa kuangalia kama barabara haiko sina amani. Wakubwa wanakijua na wananipigia. Tufungueni, tuelewe. Barabara. Jeki. Tunaenda kikao saa hiyo. Haya pia ndio mahali. Lakini hatuwezi kupita barabara kama imefunga. Tufungueni na kwenda pale kiti. Yes. Tufungue barabara ili kuna mikutano gani kama watu wengine magari yanapita. Tufungueni twende pale saa hii. Simu hata nikuchukua heshima ya umma, hakuna mtu tunachomania simu.
Tuongeleze na lugha tumeelewa. My friends, siku ni leo. Tunasema siku ni leo. Leo. Ni barabara. Unapita tu. Last week. Basi kwa nini Masi ameguzishwa. Hakuna. Hapa kuna insecurity. Wachangamke bana. Akaria kuna insecurity. Nini inaendelea? Hapa. Akaria kama iko hapa na Kwa nini mmefunga? Mmefunga kwa nini? Nasikia madango na bora huko anajipata amekufa na ako na mimba. Ameuliwa? Sikuliwa anajipata amekufa. Siku sasa inabidi. Ndio huyo anakufa barabara. Acha nijifungulie. Wakenya tunakuanga waoga kabisa. Tuliingizwa kwa mfuko tukatoshea. Sisi ndio tunabeba hii masa zinatoa tukijiangalilia na kuna solution imepatikana. Tunakosa kukubwa. Tutakufa tu. Tandra tu kukunyongwa tu hapa. Watu tutarudisha. Sasa masi amekufa halafu. Mbona hawakusaidia wakati? Watasaidia. Kani mweke watu tutapanga. Iya ndoto wasokia. Ndoto wasokia. Hata upata na shida utakufa tu. Utakufa tu akikuangalia. Na nyinyi mnaikuwa hata akui. Ndio mnakufanga hivyo tu. Bila kusaidia. Si. Hadi working place. Kazi, sikufanya kazi. Kita
hatuna PA na wengine tumeshinda tukiongea. Sauti hakuna, sio? Pande hii pande moja. Mwenye dai kusikiza ni sawa, pengine ndio dhulumiwa. Tuko tu hapa hivi. Kwenye maeneo. Habari ya mchana. Habari ya mchana. Haiko sawa. Haiko sawa. Mbaya sana. Sawa. Nyamaze. Naomba kitu moja. Ukianza mkutano, at least tuwe na mpangilio. Isikue kila sisi zote tunaongea. Hatutasikia chenye mnasema, si ndio? So naomba kwa heshima sana tupate mtu mmoja atukulie na maombi. Hata hatuna Mwenye kona kofia patie mwenye ana. Mungu Baba, tunakuja mbele zako, tunakushukuru siku ya leo Baba, sababu umetuwezesha Baba tukiwe katika hiki kikao. Hiki kikao Baba ulijua na ukajua tutakuwa na hiki kikao siku ya leo. Kwa Baba tunakushukuru sababu ya wema wako na fadhili zako. Tunakushukuru sababu ya wananchi wa Gitodhwa wameweza kufika mahali hapa Baba, wapeana malalamishi yao Baba. Tunasema ni asante sababu Baba tunajua kwamba utaendelea kuwalinda. Tunakushukuru sababu ya viongozi wetu pande security wakiongozwa na OCPD na timu yake Baba. Tumeweza kuwasiliana na wao Baba na umeweza kufika hapa ili wasikize watu wako Baba. Hii jukumu umetupea Baba, hatuwezi bila wewe. Tunaomba Baba mwongozo mzuri, na tutakapomaliza Baba tutasema ni asante na tutakushukuru. Katika jina la Yesu Baba tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Jambo la kwanza, nashukuru sana Bwana OCPD sababu wakati amesikia tuko na shida, hata hajamaliza mkutano yenye alikuwa nayo, amekuja. Tulikuwa tumeongea na wakubwa wangu, DCC anajua hii maneno, amemwelezea, na niko hapa nikisimamia DCC, hayuko karibu lakini atakuja. Lakini sababu Bwana OCPD amekuja, tutakuwa na mpangilio. Kabla ongee, ni vizuri nimweleze, tutapewa wananchi muda wajiongee. Na yeye sababu ni yeye amekuja na mukino ukanake horo nake atweke atia atwele. So mimi ile kitu naomba tukue organized. Mtu akipewa nafasi isikue yule anaongea, huyu anaongea, huyu anaongea. Mtu mmoja kila wakati. So acha tukaribishe Bwana OCPD na makofi atunene kidogo tu alafu tutaongea. Wananchi wa Gitodhwa, Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Kitu ya kwanza ni kuwashukuru, umefungua barabara. Tumesikia malalamishi yenu. Nilikuwa kwa mkutano lakini nikasema mpaka nikuje nijue malalamishi yenu ni gani. Sasa leo nimekuja kusikiza kwanza, ndio na mimi niseme ile niko nayo wapi, ile nimekuja nayo. Huyu ni OCS Mebuli. OCS Mebuli Madam Jen ndio anasimamia hii post, na iko na OSPP mdogo wake Lea, ndio huyu ndio anasimamia hapa. Ndio kitu ifanyike hapa, inatokea kwa huyu, inakuja kwa huyu, inakuja kwangu, alafu inaenda kwa kaunti. Ama saa zingine tunakuja wote, kama saa hizi tumekuja. Usikie kweli wananchi wako na mlio na wako na malalamishi. Nataka nijue malalamishi yenu ni gani. Niko na secretary yangu hapa Rona hapa. Usikize maneno ya wananchi vizuri na uandike point by point. Ukisikia mwenzako amesema point ile ulikuwa unataka kusema, usirudie hiyo point. Si sawa? Usikize tu mzuri. Ukisikia imesemekana usirudie hiyo point, ndio tujue kwamba tutahandle hizo issues namna gani. Asanteni kwa haya machache. Chief, unaweza kufungua mkutano sasa. Okay, asante sana Bwana OCPD. So now kiwanja iko open. Tumesema kwa mpangilio, si ndio? Mtu wa kwanza. Kuja pande hii. Kanene kwa pande hii jina. Kuna jina yako. Sawa. Habari zenu wana Gitodhwa? Nzuri sana. Salama So asante sana mkubwa wetu kwa kusikia. Tuko na maswali kadhaa ambazo tunataka kuuliza. Ya kwanza, hapa tuko na hospitali ya mental.
Na hiyo hospitali si wote, si kila mtu mgonjwa hapa. Kuna wale wanateka advantage. Mchana ni wagonjwa, siku wako sawa. Kama wamemap Gitodhua, wanajua all the section, all the avenues za Gitodhua, wanajipanga pale na zile barabara ambazo zinaingia, kwa sababu wanajua all the mama mboga wote wako along the road. So wakienda nyumbani jioni, mmoja anajifanya pale ni mgonjwa amelala, lakini ana alert wenye wako wapi? Wako chini. Wale ambao mnajua hii kona ni mbaya. Ya pili, mnajua ile kona ni mbaya. Na ile barabara, sio? Na ile area ya mashamba. Unaelewa pale? Hapo mimi nasema kitu mmenitumia, sio? Ile area ya mashamba. So tunaomba bwana chief na timu yako tafadhali na maofisa wako muweze kumap Gitodhua ndio muweze kujua mahali shida ziko. Si sawa? Ya pili, kwa hii kesi ya Magi inasemekana kuna ule alishikwa. Ndio? Huyo mwenye alishikwa tunataka kujua amefikishwa wapi. Na tunasema hivi kama wananchi, kuna tofauti ya uoga na heshima. So sisi tunawaheshimu, lakini hatuogopi kuambia ukweli. Ya pili. Mambo na street bwana chief. Hapa ni shida sana. Na hiyo ndio maana wanaangalianga saa zingine wakati kuna shida ya stima, umepotea mahali ndio wanajua. Kwa sababu wanajua lazima watu watapitia pale. Kwa sababu hata stima ikipotea kwako utakosa kulala, si ni kweli? So ndio maana tunaomba bana OCS OCPD mfuatilie hata kwa county, mtuongeleleo na behalf mlobby. Kwa sababu wakati hakuna stima huko hakuna taa, wana take advantage. Ni sawa? Yes. Ya pili ama ya tatu, tunataka kujua kazi ya wazee wa nyumba 10. Yes. Thank you very much. Ni wagani? Kwa sababu kila saa tunasikia wazee wa nyumba 10 wako mkutano, lakini hatujai waona kwa public wakati kuna shida. Kuna wale wanafanya kazi, sitaki kusema hakuna. Kuna wale wanafanya lakini kuna wale wamelala. Kwa sababu kitu kingine nakuwa wakati shida inatokea wamenyamaza. Tukishamaliza ndio mnawaona moja moja. Na so tungeomba bwana OCPD ufuatilie hiyo ndio pia watu wajue in public, ndio tukiwa na shida tunajua ni wapi tunaenda. Ya tatu na kwangu ya mwisho, I think maaskari wamejaribu kujifunika ile kwamba askari ni binadamu ama kuonyesha askari ni binadamu, si ndio? Lakini pia watu naomba kama vile wanapiga patrol wakichukua ile Rudia hapo tena. Hatujasikia. Kama vile wanapita wakiokota pale. Kuona kwa sababu hiyo gari imeandikwa patrol. Hadi kijijini. Nimalizia hapo. Asante sana Ferry. Mtu mwingine? Nimesahau mmoja chief. Naomba tafadhali ukuje pale. Watu wanauliza bwana chief na ofisi yako. Mtuelezee zile mikakati mmekuwa mkifanya ama mlikuwa mmeweka mnafanya na yale ambayo mmepanga kufanya kuanzia leo na kuendelea. Nice one. Mimi nitaongezea kwa yale ambayo amesema kwa mashamba hapa, lakini mimi naongezea kule CCI ingia ndani pia. Hiyo barabara ni mbaya. Sasa wakati hakuna lights hata huwezi enda kununua mboga. Hata chumvi huwezi. Watu tunatoka kazi late. Kutoka huko nataka kuja hapa kununua mboga unapata ni shida. So wakati wa patrol pia msiconsider wenye tuko kule chini.
Mamboga moja pia. Mamboga juu ndio wanadhulumiwa sana. Okay, mimi ni mwana Gen Z anyway. Sio kama nataka Gen Z ama Gen Z anyway. Mimi ni msichana naitwa Masi anyway. Niko na watoto 3. I'm blessed. Okay, mimi sitaadi sana kwa sababu mkubwa wangu ameongea. Nashukuru kwa sababu ni kama ameongea kila kitu anyway na wapi hapo, si ndio? But nikiangalia anyway tusiongee sana. Lakini sisi kwa sasa tunataka immediate effect. Kwa sababu tumehangaika, tumechoka. Wacha tusicomplain tuendelee na conflict. Lakini vizuri tumepata waheshimiwa wakubwa. Tunashukuru. Wacha tuone ile kazi pia watatufanyia kwa sababu hatujawahi waona. Ni kweli. Tupatie pia nafasi yao. Lakini kwa saa hii wazito naona okay mmeambiwa haya. Lakini for me tunaomba kuna kaka hospitali whatever mmeleta hapa. Iko na wananchi. Tusiongee sana kwa sababu sisi ya mtu unajua. Tunaomba hivi. Hapo watu wenu hata kama mnawaleta kwa hivi. Can you be carrying those guys with the personal ama whatever the guys with the murudi. Mkisha warudisha wakirudi na miguu yao tukianza kuchoma tunachoma na. Naomba sasa tafadhali kwa haya. Mengine sijaongea sana. Hapa kwa hiyo hapa tunaweza sema kwa kiwango hatujui. Mko wachache, mko wengi hatujui. Because hamtujesikia complaint zenu na sisi tumetumelea. Lakini for immediate effect tunaomba operation kuanzia saa hii. Ya wiki ngapi ama mwezi gani? Ujue nani whatever watu wako ground wanacheza masaa gani whatever, lakini with immediate effect. Tuangalie ground inaenda aje kwanza kwanza. Kwa sababu hapa hata mkitoka kama mimi nimeambiwa nijue mimi ni bibi ya mtu jioni. Kwa sababu nimesema ukweli. Tafadhali naomba mchakisha nikipotea unajua nimepotea. Kwamba nimesema ukweli. Lakini haki yangu wacha kinitete. Na mimi nikipotea mjue nimepotea je kusema ukweli. Anyway atukatai lakini mambo sasa problem yetu hata tutakia yo mengi. Hii ground kwanza ipigwe operation. Hii mikora inatoka wapi? Tujue ni hawa waliletwa kwa dawa ama ni watu wako ground wale wanaipa tunasikia ni jirani, mwingine ni fulani. Maka you are like but inatutuliza roho tunasema lakini sasa tumemaliza. Hii post kama mnaweza tusaidia wageni wengi wapi tuangalie kazi itaenda aje itakuwa vizuri. Ule tutapata kwa sahihi tushaongea na wamama. Kama mtoto wako ni mwizi muambie tafadhali. Kwa sababu sasa tumechoka. Mimi hata kama ni wangu mtapata nimejiweka ni wangu fanya nini? Lakini kama ni wako muongeleshe sasa hii kama tutapata immediate effect. Taya. Mimi sasa kutoka kwa saa 11 naenda kutafutia watoto wangu na hangaika. Nirudi saa 5 tena mtu ananikata shingo. Na kama hajakuwa na maisha. Tuongee tu kweli. We are human beings, tuna struggle. Hii life side country ni ngumu. Kila mtu anangangana. Ukienda tao kila mtu anangangana. Kwa nini maisha yangu ikuwe short kwa sababu ya mtu anataka kuiba 50 bob? Mimi nimeibiwa 4 phones. Simu ya kwanza ilikuwa 60,000, ya pili ilikuwa 35, ingine ilikuwa 18. Mama Ivone ni Moira. Nataka kuongea sana. Nilipiga muzi pale. Kwa ya mono. Nilileta hapa iliendaje? Lakini nimechoka sitaongea sana kama nimesimama nimemaliza lakini mheshimiwa fanya kazi yako. Kazi yako. Sijui kama kuna mtu mwingine. Kujibu kwanza hizo. Ngoja utaongea. Naweza jibu maneno mawili matatu yenye inanihusu, yenye inahusu hospitali tajibu. Lakini jambo la kwanza niseme nianze na hiyo maneno ya street rights. Street rights venye mnajua hiyo ni maneno iko kwa devolved government. Si ndio? Na devolved government ni maneno ya county. Na nimeona Omodia kwa hapa, ni representative wa MCA. Yeye ni shahidi wangu, anaweza mwambia venye na msuboga sababu ni yeye anasimamia maneno ya mataa. Hata hapa kwangu nimerudi tu sijui ni juzi. Si ndio? Hii street. Ako hapa atakwambia venye na msubua. Hata mimi pahali naishi hakuna mataa. Ni ukweli na kusubua. Umeona tu. Omondi kuja. Kuja Omondi. Umetaje wakia.
anaweza kosa ama ni wanyama kukuwa na suluhisho, lakini CMC alikuwa hapa na amesema atakuja. Hata mimi personally nitafuatilia, lakini huyu anaitwa Omondi wanyama. Turudi kwa hiyo jambo lingine. Okay. Sawa, hata nimesikia representative wa mheshimiwa wako hapa. Nitampea nafasi. Turudi kwa hiyo jambo lingine kuhusu wazee wa mtaa na nyumba 10. Katika hii sublocation yetu we have 32 villages. Na nikiongea 32 villages na maanisha mpaka huko Mebre, Pavilion, huko Gwagetaka na mpaka Tatu City, sababu ni yetu. Hata Tatu City ni kijiji yako. Na for your information, hiyo ripoti ya Masi hiyo usiku asubuhi, wale walinipigia watu wawili ni wazee wa nyumba 10. Adonija, na kama hapa watasema kama ni ukweli, na yule mzee tunaita mzee Joka hapo kwa transformer, mzee Joka, the former police officer hapa. Hao wawili ndio walinipigia saa 9. And immediately I called Madam Lea, hapo hapa atasema kama ni ukweli. Na immediately akatuma officers wenye walikuwa ground. Tumeelewana? So tusiseme labda inaweza kuwa hamjui mzee wa kijiji, sababu hata hii exercise iko hapa kuna watu wanauliza wazee wa kijiji. Lakini wazee wa kijiji nyumba 10 iko na inafanya kazi. Mimi nasema wale wanilipigia simu wawili wa kwanza na hakuna wengine, ni Adonija, na mtu akimuuliza Adonija anajulikana hapa. Ukimuuliza atakwambia kama ni ukweli. Okay, hebu tusimame kidogo. Ngoja kidogo. Ulikuwa unafanya karao walikuwa. Wacha wanaishi. Tuache amalize. Alafu aongee. Sawa. Hiyo jambo lingine. Felix amemalizia kusema sasa tutapanga nini na ile mikakati tutakuwa nayo. Na sababu security si jambo, hata tukikuwa na hii mkutano hapa, bwana OCPD atamwambia pia tutaenda tukae kwa mkutano mwingine mpaka tupange maneno ya security vizuri. Ile kitu nitamhakikishia, na hata nilikuwa nimesema pale katika tukimna hii maneno yetu cool down within 2 to 3 weeks tutakuwa na baraza hapa, nitaitana baraza hapa, all the security organs watakuja na nyinyi mta evaluate. Hivyo mnasema kukuwa na patrols, mta evaluate, mtajua ya kwamba kama hizo patrols ziko, kama kuna change katika society, na going forward tukue tuki-engage sana na hizo baraza. Lakini pia nimesikia hapa mmesema kuna mmetaja maneno hiyo mat clinic. Hiyo mat clinic na hii ndio ukweli yenye iko, kuna vijana imesaidia sana wengi. Ngoja, kuna vijana imesaidia na mimi ni shuhuda. Ukitaka nikutolea watu wanafanya Tatu City na walikuwa wanapewa dawa hapo, wamebadilika. Possibly kuna modalities zenye zilifanywa haziko zinafaa zifanywe na wananchi wajulishwe. Kuna sababu hata waleo kuna wananchi hawajui, wanapataga watu wanakaa pale, wanakuja wanareport, inabidi tuwaelezee. So going forward tutainvolve hata wa clinic, watu wa clinic wakuja kwa hiyo mkutano wetu ingine, ili hata nyinyi wananchi mjue hiyo mat clinic ni nini. Na pia ni vizuri muelewe zile dawa wanapewa pale zinahitaji a lot of security, na ndio maana hukuona ikipelekwa kwa hospitali ovyo ovyo. Na hiyo dawa hata wenye wanatumiaga mpaka wafike hapo wafugue, aonekane amemeza na imeenda kwa tumbo ili alilizwe. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? So si ati maneno ya dawa tu hivyo mnaona. Ngoja utaongea, lakini inasaidia vijana. Lakini tumesema going forward we will have modalities. Hao madaktari watakuja, tujue hao vijana, sababu hata tumejaribu hata kuambia watengenezewe hata holding bay huko ndani. Wakikuja wasikuwa wanakaa hapa nje, wanaingia huko ndani. Wakipewa dawa, wakimaliza wanatoka wane. Lakini pia kunakuwa na some other challenges, lakini hiyo tutakuja kuongelea wakikuja. So ile kitu ningetaka saa hii kabla madam muongee, sababu representative wa mheshimiwa wako hapa na kuna swali imeulizwa ya maneno ya street lights, labda anaweza jibu, then tutafungua uwanja. Nzuri. Kuna mtu ameuliza story ya Felix, story ya street lights.
Kuna mtu ameuliza story ya security lights tulilaunch security lights hapa kwa government. Ile mnajua taratibu wa serikali. Tunapata support certificate government. Kwa hivyo kama ni barabara, kama ni mataa, tunaomba kwa governor. So tuliweza kupewa mataa 66 ambayo inaweza kukuja ya solar, but I can assure you the moment hata alituma CS wake hapa, tamwambia that was one of the mini complaint ambazo zilikuwa na wananchi. So mimi naweza waashua that mataa itakuja na hizo corners ambazo mmesikia zimetajwa, Moshi ameweza kuzilipa na ziko kwa list yetu. So tutaweza kuziweka hizo mataa za solar lights na maybe tutaona tutapunguza ukora kidogo. Kuzia historia ya mata hapa hakufanya kitu inaitwa public participation, kwa sababu wananchi wa Gitogo waliamka wanapata watu wanatoka wapi reason, si ndio? Mtaa yako lazima ujulishwe kuna watu wanatoka, si ndio? Hao watu wanatoka all the way from Gatundu kwa Maiko na wapi, si ndio? Lakini kwa sababu pia hapa hii prisons iko na askari wa kutosha, si pia wakati wanapeana hizo dawa watoe askari wengine huko wakuwe nje, kwa sababu pia unapata hata ile biashara zilikuwa pale nje ya prison zimeaffectiwa, si ndio? Hao vijana wakimeza hizo dawa wanakuja kulala hapo. Yaani wetu hatuwezi kataa, ndio? Lakini tu understand pia hata kama ni wetu, si biashara zimeaffectiwa hapo. So wale ndani pale ndani pia wao tunaweza kutuma bwana UCPD uongee na mkubwa pale ndani, watoe pia wale askari ambao wako huko. Pia wanapiga patrol hapo, jana wanachukuaga from saa 4 to around saa 6. Wakichukua hizo dawa, the moment wameachiliwa huko, pia kuko na askari wa prison ambao wanasaidia, wana monitor, wana monitor movement hapo. Ni kweli. Asanteni sana. Wacha bwana UCPD na yeye anene maili matatu. Kwa kidogo John ongea. Wagithamo. Jason Mureithi. Mambo mengi tunaongea kuhusu insecurity, lakini ikiingia katika kishogua kuna mambo mengine ambayo inafanyika ambayo ni ngumu sana. Inakuwa hata tukitaka kufanya kitu lazima tuandamane. Mimi nilikuwa na utatu swali moja. Tuambiwa nani Gitogua admin wote. Unajua anafaa kutoa hiyo mambo yote. Mambo ya security, mambo ya nini? Gitogua admin order admin. Yaani tuoneshe ni nani. Kuna mambo mingi tunafaa kufanya, na kama unaweza kuwa uko na jambo tu peke yako kama insecurity ama street light ama hata mitaro zipa ama sewerage unakuta imezipa, hiyo ni kazi ya Gitogua order admin. Hiyo ndio tulikuwa tunataka kujua yeye ni nani, ili hiyo mambo yote tofauti kumpea anafikisha mbele badala ya kuandamana. Ni kweli. Exactly. Kabisa. Kama hapo hapa jitokeze tujue ni nani. Tujue ndio huyu. Tujue sewerage zinaziba nini, kila kitu. Shida nyingi sana. Na tuwezi zote atakuwa tunaandamana, tunatokea kwa barabara. Hiyo shida yote tunampatia, na ili tunaweza kutatua mambo pole pole kama wananchi wazalendo. Nice one. Kama unanisikiliza. Kama nijibu hiyo. So anajibu hiyo kwanza. Amesema vizuri Amesema kuna mambo ya security kwa kando, ile mnaelewa ni ya national government, ndio? Haijakuwa devolved. Bado yuko kwa wanaosimamia, anajua amerekodi hiyo. So kwa ward admin anaitwa Kariuki. Hajaweza kuja hapo. Unajua hii mkutano ilikuwa ya security. Nako wapi? Nawasomea namba yake. So anaitwa Kariuki. Yeye ward admin. So pia mambo ya siwa inakuaga bado na parastafu ndio wako. Tunaweza bado kushare hizo namba za watu wa wako. In case of anything, watu wanaweza piga simu. So nipeane hiyo namba ya. Lakini amekosea kukua ati wodi yake watu wamedemonstrate na ni anafaa kuleta shida yote. Ama tuchague wetu. Hatuwezi chagua wetu. Tusome hiyo namba. Tunamwambia resign. 7 kwanza ipige. Wewe unaongea. Haya, karibu ward admin namba yake. 0721 51 51 59 02. Muulize kwa nini hapa. Anisikia makomteja.
Halo. Tumekuwa na mkutano na wao na wanasema kuna kadi au wagonjwa huwa wanapewa. Ndio uingie pale unakuwa na kadi na ukitoka ukiwa na kadi. Wamesema kwamba hiyo watu mchana ni wagonjwa. Alafu usiku Nikudonjo. Usiku wakakudonjo. Tutafanya patrols. Ile tutapata na ambaye hapo na hiyo kakadi, hiyo amekuwa ni mabusu sasa. Hata kuwa tena ni mgonjwa. Getozu hapo police station. Tutakuwa nafanya patrols usiku na mchana. Anakuja. Kutoka hapa nitapitia. Nasema ako live. Niongelesha watu. Kwa hivyo hiyo imeongeleshwa. Point ya pili, Felix amegusia sana na nimefurahia hii ya kugusa. Anasema kuna maneno ya patrols na kuokota. Hapo hiyo ni mbaya. Kwanza upatikane. Ukitoa kama una wewe ni maabuzu. Ukiwa una inaandikwa rules patrol. Akitoa hapa kwanza yenye inaenda ikipiga indicator hii. Hawana uniform. Raia. Anakuwa raia. Anakuwa Saveria. Hadi motorbike. Wacha wapi? Na watu kinaia. Kujibu. Hapa kidogo alijibu. Hakuna pikipiki yoyote ya serikali tumepeana ati hiyo ikienda. Yenye wanataka nayo, yenye wanataka nayo. Kuna kama ine. Tupeile na tutatuma vitu. Kipena baya tunaweza piga nayo video. Hata saa imepita hapa. Bora umpatie kitu kidogo. Wanabebana watatu. Hata saa hii ukiwa hapo imepita hapo saa hii. Nataka mchukue picha. Bora na kitu. Kama una kitu, wewe ni maabuzu unabebwa. Lakini ukiwa na kitu, unamjenga na kuachilia. Arabu ako raia, ana uniform kama hiyo yako. Sio pikipiki tumemaliza. Hata wanatembea na mguu mwingine. Ukiwa na kitu kidogo unaajiriwa unaenda bure. Ukiwa na kitu unaajiriwa unaenda. Wana uniform yako hivi. Tunauliza. Hujakosea. Mbona ukiwa watatu? Mbona ukiwa polisi unakuja bila uniform? Hebu atatusikia. Watatusikia. Ile iko kazi nyingine ambayo hiyo ya kucollect intelligence ile unaweza vaa civilian wakati unataka kuchunguza kitu. Alafu unaweza shika ama unaita watu hivyo. Na mbona ukiwa na kitu kwa mvuko, mbona unaachiliwa na kama ndani? Unaandikiwa ulezi. Kama uko nayo unaachiliwa, ukiwa una unapelekwa huko. Afadhali yakuwa na uniform kama hiyo yako, utamuogopa na. Na kweli tuligundua kwamba kuna wazee wengine wa nyumba kumi wamekuwa wao ni polisi. Wamekuwa wao ndio arresting officers wa kufanya kila kitu. Tumeambia chief hiyo timu yake ya watu 32 wazee wa nyumba kumi wachunguzwe na wale ambao mnapeana majina watolewe. Sio wote wabaya. Hata ni vizuri tujichagulie. Tunaanza na wa pikipiki. Kama sasa hivi anasema hapo live. Hapo pale nyuma ni Order Mr. Complainer. Order. Felix. Ukasema kuna mtu alishikwa
na huyo mtu amekuja akawachiliwa. Very true. Nilipata hiyo report. Sasa waje ni Mr. Chairman Nioka. Mtu alishikwa na nyinyi wenyewe. Na mkamgusa kidogo, mkamsalamia kidogo. Mapasu wa salamu lazima. Hakufikishwa pale kwa police station. Hakufikishwa. Police station gani? Wakati polisi hapa polisi hapa. Hakufikishwa kwa nini? Kwanza kwa tufanyiwe inaitabu aje. Nyamaza. Naitwa Becky. Mwalimu wetu. Niko na shule hii. Nikapigiwa simu kwako kunaibwa. Nikaambia yule alinipigia tako hapa. Pigeni nduru, huyo mtu ashikwe. Akashikwa. Tukachapia pale. Hapa Congress. Kumsalimia. Alikuwa hapa. Hata yeye aliniambia na mdomo, niko peke yangu mwalimu. Singetoka peke yangu. Kulingana umati ulikuwa kubwa. Haya, mtu tukaleta hapa na mkambeka. Yes, na gani? Akatoa kitu kidogo. Ngoja. Jua alikuja pale karibu na shule yangu. Si atanimaliza. Hiyo sasa ndio nilikuwa nasema kama ameshikwa atakaasiachilia. Na sasa hizo ni wewe mama boga. Na sasa hizo unajiita. Na wewe atini hapo. Ako happy. Tulikuwa hiyo siku. Alienda wapi? Na ni mzuri kimaliza mkutano naenda naye pale kwa ofisi niandike ripoti yangu na Chamasha wasikiza kama ni chamasha mkubwa ilienda mpaka na watano wa shule. So wakaona hiyo ilikuwa Kama titita zisafo. kwanza ni madam. Nje tuwezi leta hapa mbele. Kama tunakuja huko na kuja maemli. PBS, Boxer, Captain, guys, you're a good lady. Yo kaka umega tu kwanza tuko hapa juu ya mafia hata sisi usiku 10K vijana mjua mjui watuma anajua kwani kwani kabla afika hapo alikuwa kama junior Tuma au pokee mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi, kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu
kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joeparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders App. Uanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha. Sawa. Jambo moja, hapa security hakuna. Ni kwa sababu tuko na vijana wetu, mimi ni chairman wa bodaboda na bebe hapa prison, na ninajua ya kwamba hapa hakuna security sababu kuna kijana juzi alichomwa hapa na kisu na akanyang'anywa simu ambao ni biashara. Leo tunasikia ya kwamba duka ilifujwa hapa na mtu akashikwa hapa na akaletwa hapa na tena kuletwa hapa tena akawachiliwa, kumaanisha ya kwamba hata watu wameogopa kuleta watu kwa post, kwa sababu hata ukilete atawachiliwa. Ya pili, kuna threat ambayo imekuwa na hawa watu ambao wanawachiliwa, wanasema watu waende Kasarani, lakini wakikuja hapa hakuna kitu itafanyika, kumaanisha ya kwamba hata ukikuja hapa wewe ndio unajiletea shida. So tutaenda wapi na sisi ni wa Kenya? Katika Kiambu County tuko na shida kubwa sana, sababu security imekosa kwa wanyama, imekosa kwa wanadamu. Juzi tulikuwa Juja kwa sababu ya wanyama, bado tu hizi vinaendelea kule. Sasa hapa tuko kwa sababu ya mama mwenyewe alifungiwa duka hapa, na saa hii yako mochari. Kuna usaidizi. Obi na jana watu hapa, na sikikuja kuripotiwa hapa wanaambiwa waende sijui Kasarani, sijui waende wapi. Mara twende Membu. Mara Membu iko katika Kiambu County. Hata ukienda huko si ni kumaanisha ya kwamba sio Membu na hii ni moja, kumaanisha hakuna mahali unaenda. Kwa hivyo ile kitu tunataka ni neither tuchenjiwe hawa watu wako hapa, sababu ni kama tumezoeana. Ya pili, vile watu wanasema hiyo sio sheria kuchoma watoto, lakini imefika mwisho ya kusema ya kwamba huyu mtoto hata kama ni wangu achomwe, sababu mbegu moja haiwezi kuharibu gunia moja ya chakula. Tupate amani. Watu ya Nduthi tunalala nje, tunasaidiana na security hapa, lakini hata ripoti zingine tukipiga zinatupiliwa mbali. Kwa hivyo ile kitu tunataka neither tupatiwe, hata sisi wenyewe tufanye kazi. Hivyo tumesema tunafanya, kama wataki watu wachomwe, tuwe pamoja na hawa wazuilie, lakini wapeleke kotini. Wapeleke kotini. Wizi hatutaki tena. Maduka zimefujwa hapa. Na usuli unakuja kama umeshikilia kusema ya kwamba saa hii ambapo huyo mama amekufa hako na miba. Amekufa watu wawili. Na hiyo duka tu hapo ilifunjwa tena. Imevunjwa tena. Hakuna usaidizi. Hakuna usaidizi. Tunalia security. Juzi tulikuwa hapa kwa sababu ya mataa. Hatuna. Kwa hivyo tunataka tujulishwe ya kwamba sisi wenyewe tutafanya kazi ama tutafanya kazi pamoja na hawa watu. Ni kwa sababu tukifanya pamoja tukiwaletea tunapotelea bure. Kwa hivyo ndio unasikia kwamba watu wanasema ya kwamba wanaweza chukua hatua mkononi, sheria mkononi. Sio vizuri, ni wasii tusifanye namna hiyo, lakini serikali ikubali tufanye kazi na hawa, tukiwaletea watu at least hawa watu wanachukuliwa hatua. Si ati unafika hapo unaachiliwa. Mimi naitwa Steven Ndongo Mboro, ni mmoja wa discipline katika Gitoli Ward. Na pia upande wa security tunasaidiana na hawa maaskari hawa hapa na wengine wa prison. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa security hapa. Na nina uchungu sana kusikia tunazuilia na tunashika watu alafu tunarudi tunawaona hapa tu. Ndio unasikia hata sasa watu wako na uchungu, sababu ule anaonekana sasa akipatikana hata anaweza chomo, sababu tayari amewachiliwa. Alafu hapo itakuwa tumechukua sheria mkononi. Kwa hivyo sisi tungetaka hata nyinyi watu wa media hii mambo muipelekee mpaka kwa wale wakubwa, ili tuweze kupata security katika Kiambu County. Kwa hivyo security tusaidiane sisi wote, sisi tusichukue sheria mkononi, sababu tuna watu. Hawa ni watu. Kama ni udogo ambao ni uchache ambao uko hapa tuongezewe.
na pia vijana wetu wale ambao wanaweza kujulikana wajiandikishe hapa ili tusaidiane tujue, sababu katikati ya wakati hao wanainda wakora, bado tuna wakora ndani yetu, si ndio? Tunawajua. Kwa hivyo ni lazima tuweze kujuana, hawa maaskari wetu tujuane vizuri, ili tuweze kujua tunafanya security namna gani. Pia kule nyumbani tusaidiwe watoto wetu. Ukijua mtoto wako ni mkora, ni vizuri kama umemwonya amekataa kuja kwa chifu wetu wako hapa, atachukua hatua hiyo ya kuweza kuona ya kwamba hatuwezi kukaa na wahalifu. Kwa hivyo langu ni kusema namna hiyo tu. Ile ingine ni tuombe Mungu atusaidie, kwa sababu ukifanya kazi bila Mungu hiyo ni kazi bure. Tuombee maaskari yetu, tuombee sisi wenyewe ili tuweze kupata security ya kutosha. Thank you very much.